Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tutapata kusikia historia za watakatifu hawa: Mtakatifu Bede, Mtakatifu Gregori wa Saba na Mtakatifu Magdalena the Paz. Mtakatifu Bede alizaliwa 672 huko Yarmouth, England. Alifariki tarehe 25 Mei 735 kutokana na sababu za kawaida za kifo. Mtakatifu Bede alizaliwa wakati ambapo England ilikuwa hatimaye imekuwa ya Kikristo kabisa. Alilelewa tangu akiwa na umri wa miaka 7 katika abei ya watakatifu Petro na Paulo huko Yarmouth, Jarrow, na aliishi huko maisha yake yote. Alikuwa mtawa wa Kibenediktino, mwanafunzi wa kiroho na mwanzilishi Mtakatifu Benedikto Biscop. Alipadilishwa mwaka 702 na Mtakatifu John wa Bever. Alikuwa mwalimu na mwandishi. Aliandika kuhusu historia, usemi wa lugha, hisabati, muziki, astronomia, ushairi, sarufi, falsafa, maisha ya watakatifu, mahubiri na tafsiri za Biblia. Alijulikana kama mtu mwenye elimu kubwa zaidi katika zama zake, na maandishi yake ndiyo yaliyoanzisha wazo la kuhesabu miaka kuanzia kuzaliwa kwa Kristo. Mada kuu ya kitabu chake, Historia Ecclesiastica, ilikuwa ni kanisa kutumia nguvu ya umoja wake wa kiroho, mafundisho na utamaduni kuondoa vurugu na ushenzi. Maarifa yetu mengi kuhusu England kabla ya karne ya 8 yanatokana na maandishi ya Bede. Alitangazwa kuwa mwalimu wa kanisa tarehe 13 Novemba 1899 na Papa Leo wa 13. Mtakatifu Gregori wa Saba alizaliwa mwaka 1020 huko Savana, Italy. Alifariki tarehe 25 Mei 1085 huko Italy. Mtakatifu Gregori wa Saba alisomea mjini Rome, Italy. Alikuwa mtawa wa Kibenediktino, kasisi msaidizi wa Papa Gregori wa Sita. Alisimamia mali ya Mtakatifu Petro. Alikuwa mrekebishaji wa kanisa na msimamizi bora. Alichaguliwa kuwa papa wa 152 lakini alikataa taji hilo. Alikuwa mshauri mkuu wa Papa Victor wa pili, Papa Stephen wa 9 na Papa Benediktino wa 10 na Papa Nikolausi wa pili. Baadaye akawa papa wa 157. Wakati alipoingia madarakani, simonia na ufisadi wa makasisi vilitishia kuharibu imani ndani ya kanisa. Gregori alichukua uongozi kama mrekebishaji na Mfalme Henry wa 4 akaahidi kumuunga mkono. Gregori aliwasimamisha kazi makasisi wote waliokuwa wamenunua nyadhifa zao na akaamuru mali zote za kanisa zilizokuwa zimenunuliwa zirudishwe. Na kweli waliokuwa waovu waliinuka dhidi yake. Henry wa 4 alivunja ahadi yake na kuunga mkono waasi hao. Gregori akajibu kwa kuwafukuza katika ushirika wa kanisa wote waliokuwa wakijihusisha na leivesesha watawala wa kisiasa kuwateua viongozi wa kanisa. Alimuita Henry kwenda Rome, lakini wafuasi wa mfalme walimlazimisha Gregori kwenda uhamishoni. Henry alimweka mpapa bandia Vibert wa Ravenna, ambaye baadaye alifukuzwa kutoka Rome na Wanomani waliomuunga mkono Gregori. Hata hivyo, Wanomani wenyewe walifanya vurugu kiasi kwamba watu wa Rome waliwafukuza wao pamoja na Gregori. Papa huyo alikimbilia Salerno, Italy, ambako alitumia kipindi kilichobaki cha upapa wake. Mtakatifu Magdalena the Paz alizaliwa mwaka 1566 huko Florence, Italy, akiwa na jina la Catherine. Alifariki tarehe 25 Mei 1607 kutokana na sababu za kawaida za kifo. Catherine alipata malezi ya kidini tangu utotoni. Akiwa na miaka 14 alipelekwa katika nyumba ya watawa, lakini familia yake ilimrudisha nyumbani kwa sababu walipinga wito wake wa kitawa na walitaka olewe vizuri. Hatimaye walikubali na Catherine akaingia katika shirika la Carmel wa Ancient Observance akiwa na miaka 16, akitoa jina la Sister Maria Magdalena. Alikuwa kwenye karama za kiroho za fumo. Aliishi maisha ya asili ya sala na kujinyima, akiombea hasa na kuwahimiza masista kuishi maisha ya utakatifu.